Haleluya. Tumerudi tena kama kawaida. Tuendelea kukumbushana mawili matatu kuhusiana na maendeleo yetu binafsi. Leo nimetamani sana kuongea kuhusu kuwa na mwendelezo hata kama hakuna mtu anayekupigia makofi. Kuwa na mwendelezo hata kama hakuna mtu anayekupigia nini? Makofi. Wengi tunasuasua sana kwenye mapambano yetu kwa sababu muda wote tunatafuta wa kutuambia nenda, umeweza, wewe, to be motivated kila wakati. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja. Jifunze kufanya vitu hata kama hakuna mtu anayekupigia makofi, kwa sababu sio kila naye piga makelele. Yale makelele yote yanamaanisha unafanya kitu kizuri. Makelele mengi, makelele yana aina mengi, yana nyingi, yapo yanayokuzomea, yapo yanayokupongeza, yapo yanayokushangaa, yote hayo ni makelele. Kwa hiyo moyo wako ukijifunza kwamba unatakiwa kupambana hata kama hakuna anayeona, hakuna anayekupongeza, utafanya kazi kwa bidii bila kuangalia kelele zilizoko nje zinasema nini. Jitihada yako ni kubwa mno kuliko hata kusubiri kuambiwa na mtu mwingine. Wewe mwenyewe unatakiwa kujipangia kwamba natakiwa kufanya hii kazi na nimeshaanza kuifanya, basi niifanye kwa bidii ili siku moja iweze kufikia kwenye hatua nzuri. Unajua watu mara nyingi huwa hatupambani na michakato. Michakato ya watu huwa hatuijui. Yaani tunaona tu watu wameshatokea hapo kimbele front hapo, mambo yao ni mazuri, wamefanikiwa, lakini moto ambao wanaupitia huku chini sisi wote hatuujui. Kwa hiyo hata watu tunawapongeza sasa kwamba wamefanya vizuri, usifikiri kwamba muda wote walikuwa wanasubiri kuhamasishwa na watu au walikuwa wanapigiwa makofi kwamba nenda ndo wakaenda. Kuna watu wamevunjwa moyo sana ndugu yangu. Kuna watu wamekatiwa tamaa sana. Kuna watu wamekosolewa sana. Kuna watu yani usiombe. Kwa hiyo wewe pambana kuendelea mbele. Huku kwenye mchakato kuna vitu vingi sana, hata kama watu hawasemi. Mimi siku moja nilishai kushuhudia kabisa, nimekuta marafiki zangu wa karibu, mmoja anamwambia mwenzie, yani yeye kama amechanganyikiwa huyo, mwambie wewe si uko naye karibu. Mwambie, marafiki zangu kabisa, mwambie huyo anavurugwa. Yani na mimi nikaichukua ile, alafu nikawafurahia sana, nikasema you guys amjui, kwa sababu kila mtu ana kitu chake anachokiota na anajua kwa nini anakiota na anajua kwa nini anakifanya. Na mara nyingi maono ya mtu hakuna mtu anayeyaelewa, kwa sababu yale maono ni ya kwake. Sasa uyaelewe maono yangu mimi, wewe kwa nini uyaelewe? Una sababu ya kuyaelewa. Wewe ndio yako hivyo hivyo, wewe acha hivyo hivyo. Hivyo ndio nimekuwa chize, ndio hivyo hivyo. Ndio hiyo safari yangu mimi, na wewe una safari yako ambayo kila mtu naye anachanga huyu naye vipi, kwa sababu siku zote ndio maana wanasema maono ya mtu. Maono ya mtu ni vile namna yeye anapambana nayo. Ni vile ambavyo yeye anayaona. Kwa hiyo anatakiwa kufanya tu lengo lifike kule ambako yeye anafika, kwa sababu wote tunaona tofauti. Nishai kutoa mfano mmoja, siku moja tukaona mlima mmoja, lakini mwingine akaona punda, mwingine punda simuone akamuona mbuzi, mwingine mbuzi simuone akamuona ng'ombe, mwingine kila mtu akaona kitu anachokiona, lakini kwenye mlima huu mmoja. Kwa hiyo wewe usisubiri kupigiwa makofi. Wewe fanya kazi kwa bidii. Utakuja kupigiwa makofi kisha kuwa umefanikiwa. Wengi tunapenda kuwafurahia watu tu wanapofanikiwa, lakini katikati ya michakato huku hatujui njia ambazo wanazipitia. Kwa hiyo wewe ukiwa unasubiri, manake kwa mfano watu wasipokupongeza, kwa mfano watu wasipokuambia chochote, manake itabidi usimame usiendelee mbele. Wanajua wewe unachokitamani. Wewe wanajua wewe kesho yako unaona nini. Kwa hiyo siku zote jifunze kujipambania. Jifunze kufanya kazi kwa bidii. Jifunze kutoangalia watu wanasema nini kuhusu wewe. Yaani ukiangalia tu watu wanasema nini kuhusu wewe, unaacha kila kitu. Kwa sababu kila mtu kuna kitu atakachokuambia ambacho unaweza ukaona aidha uendelee au urudi chini, au mwingine akakukatisha tamaa, akakuvunja moyo kabisa, ukajikuta huwezi kuendelea. Kwa hiyo wewe siku zote jenga nidhamu. Yaani nidhamu ulionayo wewe ndio itakayokusaidia wewe kuendelea mbele. Jenga nidhamu kwenye kile kitu unachokifanya. Hasa kama una uhakika kabisa kwamba hichi kitu kuna siku kitakuja kukuletea matokeo. Na nidhamu maana yake nini? Yaani nidhamu maana yake ni kufanya kile kitu hata kama kinakupa maumivu, lakini wewe kwa sababu kuna kitu unakiona, unaendelea tu kufanya. Unaendelea tu kujiimarisha. Unaendelea tu kuongeza maarifa. Unaendelea tu kupambana.
Kwa hiyo tusione watu wanahangaika kutafuta maarifa, huyu kaingia huku, kaenda huku, kapambana huku, ni kwa sababu mtu anataka kuwa bora. Sio kwamba tu anaangalia kwamba hapa ndo pana pazuri zaidi, au hapa nita relax kabisa. Huko ndo kuenda kwenye comfort zone. Comfort zone ni mbaya sana. Yaani comfort zone ni kujiona wewe umeridhika, uko kwenye eneo fulani linakubembeleza, kama uko kwenye kabembea fulani hivi. Yaani unabembea, umesinzia, unaona mambo mazuri kabisa. Kumbe hapo unatakiwa utoke na uendelee kujituma na kuendelea kufanya kazi zingine. Tusisubiri sana kuwa na kuhamasishwa na watu wengine, hasa kwenye vitu ambavyo tunaona kabisa hiki kitu nina uwezo mimi wa kwenda, hata kama mtu mwingine hajaniambia nenda au hajaniambia fanya 1 2 3. Kwa hiyo mara nyingi tunapokuwa tuna stack tunafanya akili na yenyewe inaenda inarudi, inakuwa kama haiwezi kukusindikiza, inakuwa kama na yenyewe yani unajichosha kabisa. Safari kama umeamua kuianza, nenda tu, utakuta mlima utapanda, utakuta mabonde utashuka, kuna mto utavuka, hivyo, lakini mwisho wa siku utakuja kukutana na barabara nzuri inayoeleweka. Anasema tunywe mtori, nyama tutazikuta chini. Huko kwenye mchakato kuna mambo mengi sana, ni magumu sana, yanavunja moyo, yanaumiza, yanakatisha tamaa, lakini mwisho wa siku ni kufika ni lazima. Uweze kuanza kitu alafu usitamani kufika ni lazima. Kwa kila siku unapofanya kitu, hata kama unaona changamoto zimekuzonga ni nyingi sana, wewe sema kwamba safari yangu kufika ni lazima, no matter what. Safari yangu kufika ni lazima hata kama napita kwenye changamoto. Safari yangu kufika ni lazima kwa sababu ndio nimeianza. Maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. Maadamu unakuwa umeshaamua kwamba hapa nimefika mimi sasa nataka kuoga, na nimeshavua nguo nyingi, anaenda kaoge. Ukisha sita ukavaa nguo zako na ukaondoka, ina maana huwezi kuogelea tena. Mimi jamani, mimi sijui kuendesha baskeli kwa sababu tu niliogopa. Nilikuwa nafundishwa baskeli na kakaangu. Nilikuwa msumbufu, nikapewa mkwala mmoja hivi, kaka sija alinilambaga na kofi, kakaangu ananiona pasi. Kwa hiyo kile kitendo kikanifanya nikasusa moja kwa moja, mpaka leo siwezi hata kuendesha baskeli jamani. Hivi shamba huyu jamani. Sijui kuna uwezo wa kujifunza baskeli ukiwa uzeeni, na mimi nijifunze baskeli ili niweze kuendesha baskeli. Lakini nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema yani kile kitendo cha kuwa nafundishwa na mimi nikawa na hasira ya kuona kwamba baba nafokewa sana, lakini kakaangu alikuwa na nia mbaya, alikuwa na upendo kabisa wa kutaka mimi nijue baskeli. Kwa hiyo hasira ikanifanya mpaka leo nimefanya nini? Nimeshindwa. Kwa hiyo na wewe ukisema mimi siwezi kuendelea, bwana mambo yenyewe ni mengi, na yeye machangamoto ni mengi huko barabarani, na unaacha kweli ndugu yangu? Unaacha kweli? Misukosuko ni mingi, kukatisha tamaa ni kwingi, kudharauliwa ni kwingi, kusemwa ni kwingi, lakini kwa sababu wewe unaelewa nini unachokitamani, jifunze kuwa na muendelezo hata kama hakuna mtu anayekupigia makofi. Mungu atakusaidia kwa sababu hufanyi kitu kibaya, hutendi dhambi, hujamtukana mtu, hujamgusa mtu, umefanya kile kitu ambacho wewe moyo wako unatamani, unakipenda na una maono. Unajua kwamba hiki kitu kuna siku kitakuja kunifikisha mahali ambapo ni pazuri zaidi, kwa sababu moyo wangu una amani nikiwa nakifanya hichi kitu. Kwa hiyo muda mwingi au mara nyingi kwa unasubiri kusifiwa ndio ufanye, utajikuta unajipotezea muda na hausogei mbele. Kwa hiyo tunafanya kazi tukiwa na jitihada, tukiwa na nidhamu, tukiwa tunasikiliza zaidi mioyo yetu, lakini sisi tukiwa ni kipaumbele cha kwanza kabla ya kusikiliza wengine wanasema nini juu ya kile ambacho sisi tunakitamani. Opinion za watu ni nyingi, yani kila mtu anaanza kwake, lakini mwisho wa siku ni lazima wewe ujue nini unachokitaka, kwa nini unaamka, kwa nini unaenda huko unakokwenda, nini ni matamanio yako. Kwa hiyo jifunze kujipambania my dear. Usisubiri kila kitu kuwa pushed na watu wengine au mpaka wakupigie makofi. Mafanikio hayaji kirahisi. Kila mafanikio yana maumivu yake. Na mafanikio pia wakati mwingine ni chanzo cha uadui. Unapoanza tu kufanikiwa ndipo ambapo na maadui wanakuwa wengi. Kwa hiyo kila mtu anakuzonga kwa namna ambayo yeye anatamani au anaona yeye inafaa.